Islam, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pili niweze kuziregesha shukrani tena kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kunijaalia kuweza kuipata nafasi kama hii kubwa ya kuweza kusimama mbele za mabwana wakubwa kama hawa na kuweza kueleza moja ya rihla ya bwana mkubwa ambaye kwamba ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inshallah Mwenyezi Mungu kwa nadhara za mabwana wakubwa kama hawa na kwa baraka za bwana mkubwa ambaye kwamba tutakwenda kumuelezea, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na sisi atupatie taufik ili tuweze kufikia sehemu alizofikia mabwana wakubwa kama hawa. Ndugu katika imani, kabla sijakwenda kueleza lolote katika safari hii ya Miraj, kwanza kuna mambo mawili ambayo kwamba naomba tukubaliane nayo. Ni mambo gani? Kwanza tumjue ni nani mdhamini wa safari kama hii ya Miraj, kisha tujue ni nani mdhaminiwa katika safari hii ya Miraj. Tukishakubaliana na mambo mawili kama haya, sasa tutakuwa hatuna shaka yoyote. Tangu mwanzo wa kisa kama hiki hadi mwisho wake tutakuwa hatuna shaka na kitu chochote. Walakin tukiwa na shaka na mambo mawili kama haya, ndo tutaingia kama walivyofanya Makuraish na wakafeli katika jambo kama hili la Isra na Miraj, kwa sababu Makuraish walifikia hatua wakampinga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari hii ya Isra na Miraj, wakidaisha Makuraishi kwamba hii ni ndoto. Na watukufu wa Islam, kwa hakikatan ndoto sio jambo la kupingwa. Lau sasa hivi nitawaambia kwamba jana usiku nimelala nikaota nikifukuzana na kichwa changu mpaka Madina. Baada ya kufika Madina kile kichwa kikanipotea, kisha mimi nikarudi kwetu hapa. Wewe haufai kunipinga. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ndoto. Lakini iliyopelekea Makuraishi mpaka wakafeli katika kisa kama hiki ni kwamba walimpinga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema ni ndoto. Sasa ni kwa sababu hawakuyatambua mambo mawili kama haya. Kwanza, ni nani mdhamini wa safari kama hii? Tunaambiwa kwamba mdhamini wa safari kama hii ni al-Haq subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba tumeelezewa kwamba innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Huyu ndiye ambaye kwamba ameidhamini safari kama hii. Kisha ni nani ambaye kwamba amedhaminiwa? Tunapata aliyedhaminiwa ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume ambaye kwamba al-Imam Busiri kwa uchache tukamwelezea kwamba huwa khairu khalqillahi kullihim. Hii tu inatosha kwamba aliyepelekwa katika safari kama hii au aliyedhaminiwa katika safari kama hii alikuwa anastahili jambo kama hili. Kwa hivyo watukufu wa Islam, tuwe pamoja na mambo kama haya mawili ili tusiwe na shaka yoyote tukaingia katika masala ambayo kwamba waliingia Makuraish na wakaweza kufeli katika kisa kama hiki. Ndugu katika iman, ikiwa nimesimamishwa kuieleza rihla ya Miraj baada ya kusikia rihla ya Isra kwa namna ambavyo kwamba tumeelezwa na kwa namna mambo yalivyotuka katika safari kama hii ya Isra, nami kwa muda huu mchache nitakwenda kuelezea machache ambayo kwamba yanafungamana na safari hii ya Miraj. Kwanza tukufu Islam, ililetwa safari hii ya Miraj kwa sababu ya kitu kimoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuonesha cheo cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele ya mitume wengine mursalina, pamoja na viumbe vyote ambavyo kwamba vinapatikaniwa katika mgongo wa ardhi. Sababu hii Miraj sisi tunasema kwamba ni muujiza, na tukiangalia mitume mursalina wote ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatumiliza, lakini wa ayyadahum bil mu'jizat. Mwenyezi Mungu aliwatumiliza kisha akawatilia nguvu katika kazi zao za dawa kwa miujiza.
mitume wote mursalina ambao kwamba walikuja kabla ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wako baadhi ambao kwamba wanayo miujiza walipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini katika miujiza ambao kwamba wamepewa mitume mursalina wengine ni tofauti na miujiza iliyokuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiangalia miujiza waliopewa mitume mursalina wengine ilikuwa ni miujiza ambayo kwamba tukhatibul jawarih, inakuja lakini inahutubia viungo, iwe ni macho au ni masikio au ni kiungo chochote kile, lakini ile miujiza ikawa inakuja kwa namna ya kuhutubia viungo. Lakini tukiangalia miujiza iliyokuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata kwamba ni miujiza iliyokuja lakini tukhatibul aqla, ni miujiza ambayo kwamba inahutubia akili, ni miujiza ambayo kwamba inakaa akilini milele au daima. Tukiangalia mfano wa miongoni mwa mitume mursalina ambao kwamba walipewa miujiza, tukimwangalia Nabii Musa alayhi salam, katika Al-Qur'anul Karim tumeelezwa kwamba faalqa asahu faidha hiya thubanun mubin wa nazaa yadahu faidha hiya baydha'u linnadhirin. Huu ni muujiza mkubwa sana, lakini kwa namna ulivyoletwa kwa Nabii Musa alayhi salam umekuja kwa njia au umeletwa linnadhirina, kwa wale wenye kutazama. Lau mtu hatouona muujiza kama huu, basi yeye ana haki mara mbili. Haki ya kwanza amkubali Nabii Musa kwa kumsikia, au amkatae ampinge, kwa sababu muujiza kama ule hakuuona. Lakini tukirudi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tukiangalia muujiza mkubwa ambao kwamba alipewa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaona muujiza wa Al-Qur'anul Karim. Ukisoma Al-Qur'anul Karim ukayajua maana yake ambayo kwamba yako ndani ya Al-Qur'anul Karim, hapa unapata kwamba ni muujiza ambao kwamba maana yake yanafanya kazi milele daima, wala haitaondoka hata siku moja kama miujiza mengine. La, ndio maana tukasema kwamba hii Miraj pia ni muujiza, tena ni muujiza ambao kwamba ndani yake unayo maajabu. Yani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu aliyemuona akipanda buraki, wala hakuna mtu aliyemuona akipanda Miraj, bali ni kitu ambacho kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahadithia jamaa zake. Kwa hivyo tukufu wa Islam, ni lazima tujue kwamba kitu cha kuhadithiwa huwa hakihitaji macho wala kwamba kinahitajia akili, na ndio maana watu wakamkubali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu miujiza ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa pale inapokuja inakuja, lakini moja kwa moja inahutubia akili. Na watukufu wa Islam, pia Miraj tukiangalia katika Isra, tumeelezewa kwamba sala la Isra, safari ya Isra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaileta habari ya Isra kwa uwazi kabisa, na hii ndio mfumo wa Al-Qur'anul Karim. Innal Qur'ana hinama ta'arradha li hadithi al-Isra ta'arradha lahu as-sarahatan, wa hinama idha jaa li hadithi al-Miraj ta'arradha lahu kama yaquluna al-iltizama. Qur'an ilivyokuja katika kuileta hadithi ya Miraj, tunapata kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiweka wazi, ndio akasema subhanalladhi asra, hii iko wazi. Lakini katika sala la Miraj tukaambiwa kwamba hili limekuja kwa mfumo wa iltizamia, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea vitu au ametutajia vitu ambapo kwamba vitu kama vile ndani yake ndio tunapata dalail za wazi kabisa kwamba ni kweli bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipandishwa Miraj. Tukirudi ndani ya Al-Qur'anul Karim katika Suratul Najmi aya ya kwanza mpaka aya ya 18, hizi ni aya ambazo kwamba ukizisoma utapata kwamba ni kweli bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa tena mbinguni. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ufuqil a'la ni wapi? Inda sidratil muntaha ni wapi? Sasa hizi ni dalail tosha kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekwa Miraj. Na pia iko dalili katika kitabu cha al-Imam Muhammad ibn Alwi al-Maliki, kitabu chake Anwarul Bahiyya,
kakieleza kisa hiki kwa upana zaidi, akatuambia kwamba ilifika sehemu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma uti al-miraj, kisha sasa akaletewa miraj. Na miraj ni nini? Wa huwa sulamun, hii ni ngazi, lakini ngazi kama hii mwenye kitabu anatuambia kwamba falam tara alkhalaiqu ahsana minhu, hakuna viumbe ambaye kwamba alipata kuona uzuri ambao kwamba ulikuweko katika uzuri wa ngazi kama hii, ngazi ambao kwamba lahu mirqatun min dhahabin wa lahu mirqatun min fidda, yani ngazi ambao kwamba ina vidaraja vya dhahabu, tena ina vidaraja vya fedha, tena ikawa na vidaraja vya madini ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaumba kwa ngazi kama ile. Na hii Miraj ni ngazi ambayo kwamba walikuwa wakikwea nayo roho za wanaadam hapo nyuma kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunaambiwa akaletewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Miraj. Hapa safari tayari ya Miraj ikaanza, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja akapitishwa wingu wa kwanza. Kufika wingu wa kwanza akapatana na Nabii Adam alayhi salam, akapenya mpaka wingu wa pili. Kufika wingu wa pili Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakutana na Nabii Allah Isa pamoja na Yahya ibn Zakaria, akapenya mpaka wingu wa tatu. Kufika wingu wa tatu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akapatana na Nabii Yusuf alayhi salam, na huyu Nabii Yusuf Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akampata kwamba ameumbwa, lakini anayo yeye shatrul gamal, ana kipande cha uzuri. Yani Nabii Yusuf alayhi salam kwa lugha zetu za sasa tutasema kwamba alikuwa ni handsome boy, alikuwa ana uzuri wa sura na alikuwa ana uzuri wa kitabia. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akampata Nabii Yusuf, na watukufu wa Islam tunaambiwa kwamba mara zingine kuwa mzuri wa sura ni mtihani na kuwa mbaya wa sura pia ni mtihani. Ukiwa na mwanamke umeoa ni mtihani, na ikiwa haujaoa ni mtihani mkubwa pia vile vile, kwa sababu unaambiwa kama haujaoa wewe huwa unatembea hali ya kuwa uko uchi, unajiona umevaa nguo lakini uko uchi. Kwa sababu gani? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Sasa ikiwa haujaoa utakuwa unatembea tu unajiona umevaa nguo lakini kumbe uko uchi. Sasa huu uzuri aliokuwa nao Nabii Yusuf alayhi salam ni uzuri kweli, lakini ukapelekea kwamba atumbukie katika machafu kwa sababu ya uzuri. Lakini angalia Nabii Yusuf alayhi salam, namna mtihani ulivyompata na namna alivyoukwepa mtihani kama huu, ili iwe ni fundisho kwetu sisi barobaro wa kileo, tuwe tutaweza kukwepa mtihani kama huu. Nabii Yusuf baada ya Imraatul Aziz kumshawishi na kumtamani kwamba afanye naye ya kufanya, lakini Nabii Yusuf akajitetea, pamoja na kwamba yeye ni mzuri, lakini akasema nini? Maadallah, kwamba yeye hawezi kufanya madhambi yoyote kwa sababu anamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hii ingelikuwa mimi na wewe sasa hivi tungekuwa tunajiuma midomo. Wallahi natamani ingelikuwa ni mimi, ningemuonesha, nisingekataa. Tena kuna misemo ya kupotezana sasa hivi kwamba ukipewa ukikataa basi utakujaomba usipewe. Sasa tusifike katika sehemu kama hii, la bali tutumie namna Nabii Yusuf alivyofanya kwa uzuri aliokuwa nao, na iwe ni challenge kwetu sisi barobaro tusome. Lau atakutokea Leila pale amejipamba pamba, amejipaka rangi za mdomo, ukimwangalia ni kana kwamba ameuma tomato, kisha kwambie samboi wangu njoo, basi wewe neno ambalo kwamba utumie pale, inni akhafullah. Wala usiseme kwamba mimi naogopa ukimwi, la, inni akhafullah. Hii ndio iwe ni kilima ambayo kwamba wewe utaitanguliza. Kisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akapenya katika wingu wa 4 akakutana naye Nabii Idris, kisha akapenya katika wingu wa 5 akapatana naye Nabii Harun alayhi salam, kisha akapenya katika wingu wa 6 akapatana na Nabii Musa alayhi salam, kisha akamalizia katika wingu wa 7 akapatana na Nabii Ibrahim alayhi salam. Na baada ya kupanda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kitabu al-Imam Muhammad Sheikh letu rahmatullahi alayhima anatuambia kwamba faraa an-nabii sallallahu alaihi faraa rabbahu
faraa rabbahu subhanahu wa ta'ala, alipofika bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona mola wake subhanahu wa ta'ala, fakharra an-nabii sallallahu alaihi wasallam sajidan. Baada ya kumuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mwenye kitabu anatuambia kharra an-nabii sallallahu alaihi wasallam sajidan, akapomoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia ya Muhammad, Muhammad. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anamuitikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anamwambia labbaika ya rab. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikiza anajibu nini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam salamu kama hii. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa hakutumia uselfish, ubinafsi, kwamba kwa kuwa yeye ndo kapelekwa safari kama hii basi ajipendekeze yeye na Mwenyezi Mungu. La, baada ya kuamkiwa salamu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia ya Muhammad sal, Muhammad omba kitu chochote ambacho kwamba unakitaka siku ya leo. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa nafasi kama hii akawa ni mwenye kuona aibu, akawa ni mwenye kuona haya, aombe nini mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambia Mwenyezi Mungu, nitaomba nini wakati umemfanya Nabii Ibrahim kwamba ni Khalil, ni bui wako, umemfanya Nabii Musa kwamba umemzungumzisha hasa, ukamfanya Nabii Suleiman ukamrahisishia upepo akawa anaenda popote pale anasema anaenda. Je, mimi niombe nini ya Rabbi? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, pamoja na kwamba hao nimewapatia ufalme wote huo, lakini wewe kadi takhatuka habiban, hakika wewe nimekuchagua kuwa ni kipenzi changu, na isitoshe wa arsaltuka linnasi kafatan bashiran wa nadhira, na nimekuteua wewe, nimekutumiliza wewe kwa watu wote kuwa ni mwenye kuwabashiria wema kutokamana na pepo, na ni mwenye kuwaonya waovu kutokamana na adhabu ya moto. Isiishe pale, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaendelea kama zawadi kumpatia mtume wake, anamwambia washarahtu laka sadraka wa wada'tu anka wizraka wa rafa'tu laka dhikraka la udhkaru illa dhukirta ma'i. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anampatia daraja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nimekifungua kifua chako na nimekuondoshea uzito wako na nimeliangatisha jina lako kiasi cha kwamba sitotajwa mimi Mwenyezi Mungu isipokuwa nitatajwa pamoja na wewe. Hii ni hadhi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempatia mtume wake. Mwisho nikimalizia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia bwana mtume, yauma khalaqtu samawati wal ardh faradtu alaika wa ala ummatika 50 salatan. Anamwambia kwamba siku niliyoumba mbingu na ardhi nimefaradhisha wewe na ummati wako, nimewapatia sala 50, fakum biha, basi zisimamishe hizo sala 50 wewe na ummati wako. Hili ndilo la mwisho ambalo kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa kama zawadi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kupewa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anafunga safari ya kurudi. Sasa akarudi mpaka kwa Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim hakumuongelesha kitu, akarudi mpaka kwa Nabii Musa alayhi salam. Sasa Nabii Musa kwa kuwa yeye alikuwa ni mzungumzaji, alikuwa ameshazungumzishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akaona acha nimuulize huyu Muhammad ni kitu gani ambacho kwamba amepewa awapelekee ummati wake. Baada ya kumuuliza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba nimefaradhishiwa mimi, nimepewa mimi na ummati wangu swala 50 tukazitekeleze. Sasa angalia Nabii Musa alayhi salam. Na watukufu wa Islam, lao kungelipatikana mtu ambaye kwamba kila mwaka tuwe tutaifanya birthday yake na tusherehekee mazazi yake, basi tungesherehekea mazazi na tungemsherehekea Nabii Musa alayhi salam. Huyu katuokoa sana katika safari kama hii. Swala zilikuwa zinakuja 50, yani kila baada ya dakika 5 tungekuwa tunasikia adhana tunakimbia msikitini. Ukitoka msikitini kuja nyumbani adhana nyingine inakuita, kwa sababu mwambia rudi kwa Mola wako,
ukamwambia kufanyie takhfif, hakika wewe na umati wako hamtoliweza jambo hili. Sasa pale tunaambiwa kwamba ikawa tarjia baina Nabii Musa alayhi salam na baina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akawa ni mwenye kurudi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akirudi kwa Mwenyezi Mungu anaondolewa 5, akirudi kwa Nabii Musa ambaye anamwambia nimeondolewa 5, anamwambia rudi, hawaziwezi swala 45, rudi. Akirudi Mwenyezi Mungu sasa akawa ni mwenye kurudi baina Nabii Musa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka mwisho. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaona haya, ile kwenda akirudi, kwenda na kurudi, akawa ni mwenye kuona haya. Sasa kufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, swala zilikuwa zimebakia 10, akaondolewa 5, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia hizo swala 5 nimekufanyia wewe na ummati wako kwamba swala moja ni kwa swala 10. Kwa hivyo ukiziswali swala 5 sawa sawa na kwamba umeziswali swala 10. Haikuwa na uwezekano kwa swala 50, afwan. Kwa hivyo haikuwa uwezekano kwamba zipunguzwe zaidi ya swala 5 pale. Hii ndio zawadi ambayo kwamba alipewa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ya Miraj, na inshallah tumetabaruk kwa kuwa hatuna ndimi za kumweleza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila pale ambapo kwamba tutakuwa tumeteleza, basi mashekhe zetu wapo, inshallah wataweza kuturekebisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. صلوا على محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى اله. يا جماعه لا 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 sisi na mtumi na huwa na sisi na huwa bado fahuwa hayyun fi qulubina daima al-abad. Watoto wetu mjaribu, na ni kivuli kizuri, pengine wazee walimu hatuko, inshallah mambo haya yataendelea ila يوم القيامه. Hadhara yetu hii katika akhiru hayati al-Imam al-Rahil, mgonjwa kwa nyumbani, na hapo ni mwezi wa Rajab, tuko Masjidil Jamia pale. Wida na mwana ametokea kwa namna ambayo kwamba hatukudhania, sababu alikuwa mgonjwa, swali kwake kwa taabu kutoka, lakini akatokea kwa sababu yeye ni mtu mkubwa kupenda mambo mazuri. Sasa mwisho katika kutia sherehe akazungumza akasema, na mwakani utaweka wewe tena bwana, tuweke na mlo mkubwa. Hapo ni Rajabu mfungo 5 intakala ila rahmatillah. Sasa hii ni hadhara kwa hakika tumeiweka ishara kubwa kutoka kwa mzee wetu al-Imam Rahil al-Habib Said Muhammad al-Bir. Inshallah na Mwenyezi Mungu ampe baraka kama hizi na thawabu kama hizi na furaha kama hii. Watoto wetu tumezungumza, alhamdulillah, kila mmoja hutapatapa pale anapopata, ni maneno kueleweka, na tutazungumzana sote limithili hadha falyamal al-amiluna. Kesho ni wewe, usimdharau huyo hapa aliosimama, amezungumza nini, kesho utazungumza wewe. Qissatu al-Isra wal Mi'raj, watu wamekosa ya kuzungumza na kusema huku kuweka hafla kama hii ilikuwa hakuna, mtume hakuweka hafla kama hii, na hutumiwa msemo tena waliosoma kwamba mtume hakufanya. Na ukumbuke wewe unaosema kitu mtume hakufanya, fahamu wafanywa mjinga sana wewe, asaraha wafanywa mjinga. Unulizi haya, sasa tuamweni kila jambo ambalo kwamba hakufanya mtume na sisi tusifanye. Haya, mzungumza jambo, ni msikiti gani utaingia katika ulimwengu hakuna mifereji? Wakati wa mtume ulikuwa na mifereji? Muhammad, mbona unijibu madevu wewe? Mbona misikiti yote ina mifereji? Haiambii bid'a. Asalaha rahaba. Tuzungumzeni haya madogo tusidani mbele huko katika mahadithi. Kila jambo ambalo kwamba hakufanya mtume sisi tulifanya. Mbona misikiti yote duniani ina mifereji, wakati wa mtume kuna mifereji? Sasa mbona mmeweka? Tutakubaliana na sisi ile bid'atun hasana, ni jambo zuri. Mukabbaru sauti hizi wakati wa mtume zilikuwa hizi,
Mbona mnijibu watoto? Ama tuko msikitini kwetu hapa, hapana gopa. Hizi zilikuwekwa wakati wa Mtume? Hakuna. Sasa ina maana gani kusema Mtume hakusema miraji? Hakufanya. Sisi tumefanya. Lakini Mtume amefanya. Ijtimaa ilipatikana, tena ilipatikana mbinguni huko. Alikuta watu wengi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasali nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na mitume akawaswalisha Baitul si ijtimaa ile. Sallu ala habibikum. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi. Kuna mfano wa kwambia ijtima'ul muslimina min hasanati zaman, watu kukusanyika kama namna hili ndio katika zama zizuri. Kwanza Waislamu tukikutana kuna mambo mangapi tutapeana. Tumeshaswali salatu al-isha alhamdulillah. Wewe kia hutaki hafla ya miaraji, basi jalia hapa sisi tumesoma tarikhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumesoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumesoma akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu iltamis li akhika ila 70 udhra bana. Wenye usul al-fiqh yakwambia msengele ndugu yako paka nyudhuru 70, msitutie motoni tu. Nyinyi ni motoni, moto. Mimi nina maneno yangu nazungumza. Huko kwenda kwetu kufika ni taufiki. Nahnu sallaina al-isha. Imekubaliwa salatu al-isha leo? Nauliza nyinyi watoto. Hii salatu al-isha leo imekubaliwa? Ni safari twendao. Taufiki iko siku huyo. Taufiki ndugu yangu iko siku hiyo, na kutahadharisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia almar'u ma'a man ahabba, mtu siku ya kiyama atafufuliwa na mpendaye. Basi tujalieni sisi kuketi kwetu huku miraji, mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, kumsoma mpenzi wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna hafla usiku wako ni uwe ambajuni nikwambia yao sio na usiku wako ni wewe. Hii safari si Mtume alikwenda akarudi alfajiri, faqaada hazina, kama alivyoambia al-Imam Said Muhammad bin Ali al-Maliki. Aliporudi huko, katika kurudi mtu aliketi na huzuni. Wewe usiku kweli utaota umekwenda Maka na Madina na Baitul Maqdis, kisha uketi kama kijondi, uketi kama mtoto. Lakini sasa ni kwamba alikwenda biljasadi wa ruhu. Wenye zitabu wasema nitawaelezea watu nini. Wewe ndoto yako tuogopa kunaambia mimi? Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa na sisi watu wa tarika, ijmaa yetu tunasema Mtume amekwenda biljasadi wa ruh. Ukitaka usitake, uone raha usione raha, namna hiyo hiyo amekwenda biljasadi wa ruh. Kisha ni fakhri gani? Hii ni fakhri yetu sisi ummat Muhammad. Katika moja safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallama aliopewa ni kupewa sisi ummati wako, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Daraja hili tumeipata huko. Wewe mwenye kutotaka usiitake hiyo, si basi? Safari ya muujiza ayuha tulab, ni safari mitume wote hawakuipata, wala hakuna binadamu yoyote aloipata. Ni yule mwenye kuambia Muhammadun basharun wa laysa kal bashar. Sallu ala habibikum. Allahumma salli wa sallim alayhi. Muhammadun basharun wa laysa kal hajari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari بل هو يقودة والناس كالحجر فهو صلوا على حبيبكم اللهم صل وسلم عليه.
ni safari ya miujiza, ni fakhri yako wewe usotaka na usoelewa. Wewe watukuzwa wewe, waheshimiwa wewe mbele za umati wengine. Wewe sema mtume amekwenda biruh. Hii ni safari ya miujiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu kutoka katika hapa mpaka kupata wingu wa kwanza yataka miaka 500, na wingu mwingine ni miaka 500, na mwingine mpaka wingu wa 7 ni miaka 500. Si mpaka lini hapa? Basi wewe hufurahi kwamba huyu ni basharun laysa kalbashari bwana. Allahumma salli wa sallim alayhi. Hii ni safari ya ajabu ndugu yangu. Hapa tumesikia hapa alipasuliwa katika kuondoka kwake, kwanza alipasuliwa kutahirisha ile moyo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Sisi tuna nyoyo mbaya, urongo ni sisi, usengenyana ni sisi, uzinifu ni sisi, riba ni sisi, machafu ni sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moyo wake alikuwa hawezi machafu. Ndugu zanguni, wewe angalia, apigiwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu waliokuta watu huko kumewekwa nyama mzuri na nyama mbaya. Nyama mzuri, nyama choma ile itoa harufu nzuri, imetoa bizari, imetiwa. Hata kuzungumza hapa nasikia tamu nyama choma. Nasikia tamu kizungumza ile nyama choma. Kisha watu hawa wakaiwata nyama choma hiyo ilikuwa mzuri, wakaenda katika mzoga wenye kunuka, utoka na mabombwe, watoka na wasaha, watoka na wadudu, ule uwata nyama mbaya, nyama mzuri. Bwana Jibril, haya ya kunenwa sasa. Ikiwa yote ya kunenwa, leo ni mfano gani? Akaambia leo ni mfano. Mtu atakuwa na mke wake mzuri, kishuna, kirefu, toli, matowanda, amemtengezea. Basi msalieni Mtume. Kishuna namna hiyo kweli huatikika? Akiatikika. Hata si wazee tutashindana na barabara. Umuache hoyo uende kwa malaya mwenye ukimwi. Mtume nasimama. Yatakuwa bwana Jibril, ndio sasa kwa. Si ndio sasa? Na wewe mwanamke, umwate dume lako lilokuwa zuri, stili kweli, mwenye sura mzuri, mwenye kukulisha, umwate kitandani alele peke yake, na wewe uende kwa mume mwingine. Ndio sura hiyo jamaa. Hii mifano ilipigwa. Hii ndoto. Mbona hao wenye kunena hawatuambii hii ilikuwa ndoto? Hii si ndoto bwana, ni yakina. Na ndio mpaka sasa tukifanya mambo hayo, kiyama Mungu atatushuhudia, utaikiwa nyama choma, nyama mzuri. Tena wewe ndio kwa nyama mzuri upigwe kofi, ule ile nyama mbaya, tena nyama panya swa. Nyama ukombea ukitoka kule uyusi ofisi ndogo, wewe utakula wapanya swa na wapaka. Ayuha almuslim, ni fakhri kubwa sisi umati Muhammad kuisoma sera kama hizi. Sisi leo tumesoma sera ya Mtume, tumesoma tarikhi ya Mtume, na sisi kwetu haya ni jaiz, wala hatuna wasiwasi wote. Mbingu zote hizo 7 zikapitwa kwa nusu wa usiku, manake si usiku mzima. Umemsikia huyo ameeleza masala mazuri kwamba pale Mtume alipolala, hata lile joto kiasi cha kwenda kule mbinguni, na hata lile joto alolala kwenye kitanda lilikuwa liko pale muda gani? Hii ndio hakika, si masala ndoto. Mtume kweli alikuwa milala hapo kwenye Al-Kaaba, kiasi cha kwenda huko na kurudi, lile joto la Mtume liko katika godoro na katika firashi, halijaondoka. Sallu ala habibikum. Mtume ni sayyidun nasi, sayyidul malaika, sayyidul jin, sayyidul jan.
kiasi cha kwenda mpaka Jibril amwambia, sasa bana, nenda wewe huko, mimi nikienda nitateketea. Na ni kwamba mtu aendapo ugenini, hata ukitaka kwenda chooni, mfano ugenini, kwanza kaulize chooni kiko wapi, uende na huku hofu, mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, mpaka zote hizo apelekwa guu kwa guu, mpaka akasikilia mahala, haya bana, mimi hapo siwezi kwenda, nitateketea. Huyo ni mtu aina gani? Kwa nini fakhri ile hutaki? Kwa nini utamu kama hunu wewe hutaki? Haya, hata nende sasa, angalia kishindo kiko hapo, na kila mlango alikuwa bana Jibril akigonga, maaka Muhammad au qadusila ilayhi, haya wa kwanza, wa pili, mpaka ile sasa katika kwenda ya saba huko akaambia, nenda kagonge wewe mwenyewe kama nilikuwepo man fil bab, ila lugha hiyo, man fil bab. Hakusema ni Jibrili, Muhammad, kana kwamba ile mlango wangoja jina Muhammad. Lao wakaita na Bakari na Fankupi hapo, hufunguliwi mlango. Hufunguliwi mlango. Fankupi tafungula mlango wapi? Na Bakari na Juma, hufunguliwi mlango bana. Muhammad. Haya, sikiza, bika umirna. Sikiza chuma hiyo, bika umirna, kwako zimeamrishwa. Haya, hapo mtume alikuwa hatambai kama nyoka bana, hutambaa kwa miguu, na zile akikanyaga, man anta, na Muhammad, mpaka kasikia kwa mtu, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata ile ardhi ilikuwa ikimuuliza, man anta Muhammad, man anta Muhammad, ulikuweko basi, huwa alikuweko. La kufurahisha hapa, tusicheleweshane sana, ni kwamba hapo mtume alikwenda akasujudu. Wallahi ilikuwa ni raha kubwa. Haya Muhammad, sema utakalo. Basi kitu cha kwanza alisema ummati, walevi ni sisi, wenye kuronga ni sisi, majambazi ni sisi, lakini ummati. Safari hii jamani ni mrefu, hata ikaeleza na magani, wakati hautoshi, yataka wiki nzima. Leo tueleze hiki, lakini namalizia. Wasomi tumekuwa ni wengi sana, tuambiwa hata hiyo 7:20 mtume hakwenda Miaraji. Tuambiwa 7:20 pia haifai kufunga. Jamaa, hatuzengee mambo mengine ya kuzungumzwa. Nyinyi kila Rajabu mazungumza kilima hiki na sisi tutaendelea. Nyinyi vutani huku na sisi tunavuta huku. Kila siku angalia katika mtandao. Hakuna saumu. Usoko wako mbele. Saumu iko. Na aliyotilia nguvu hadithi hii ni Ibn Hajar al-Asqalani, sahibu Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, Ibn Asr al-Qalqalani. Nani ya mwenzao kigogo? Nisikiza hilo jina, Ibn Hajar. Wewe ni Ibn Tamar, wewe ni Ibn Bak kunguni wewe. Ibn Hajar asema qala sallallahu alayhi wasallam, man sama 27 min Rajab kataba Allahu lahu thawaba 60 shahra. Usifunge wewe na kufunga, lakini sisi tutafunga. Tena mimi si mtu hadithi, lakini Ibn Hajar anasema hadithi hii haiko katika udhaifu wala haikusikilia darajatul hasan. Nenda kamsome bwana. Wewe sema haifai, usifunge wewe nini? Basi mkosa la kunena wewe usifunge. Tena ukwambia Rajabu hakuna saumu. Yeye na ile 13 na 14 na 15 hakuna. Mbona mjibu? Yeye na Hamisi na Jumatatu Rajabu hakuna? Ipo. Gani bwana soko yako wewe? Wabaisha watu. Mko kile mmoja mwanachuoni. Kuna watu jamani wamesoma. Mimi nimekutolea hadithi ya Ibn Hajar, hebu mpinge huyu wewe.
Nani fi hadha alalam mithli Ibn Hajar al-Asqalani? Nani? Namna gani bwana? Lisikiza hilo jina Ibn Hajar, si Ibn Kitumbua bwana. Ibn Hajar, sikiza hilo jina zito. Asema hii hadithi haikushikilia udhaifu wala haikushikilia darajatul hasan, haiko katika dhaifu wala haiko katika hasan. Kwa ajili hiyo inshallah taala sisi watu wa tarika watu wahimizana, itakuwa siku ya Juma kesho itakuwa ni siku ya 20 inshallah, tutakuwa tuko Masjid Riyadh na pale usoma Kiarabu tu tena kukiweza kutia sherehe haya hatukuweza saa hiyo baada ya isha mubashara tukimbilia Masjid Jami. Na ile nimsikia Ustadh Muhammad akisifu ile, maana alipokuja alikuta ilikuwa ni miraji ya Kiswahili Sheikh Muhammad. Sasa watu huulizana, mtume alitoa zombozi 3, kimoja ni cha tembo. Sasa ule mtembo hili la duniani mpaka saa 7 ya usiku. Al-Habib Sayyid Muhammad asema wallahi walikuwa watu wakimaliza ile miraji Masjid Jami wakisikilia nyumbani tayari adhani ya kwanza alfajiri. Leo watu wako wapi leo? Aina rijal wako wapi watu leo? Lakini inshallah maadamu tuko na madaris, tuko hai, mambo haya yataendelea. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sababu kama hizi atupelekee na wazee wetu kaburini, na hasa mzee wetu al-Imam Rahil al-Habib Sayyid Muhammad na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wa jamii ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya eteni tabaruku jamani, kuna kasida tembo kidogo. طلع البدر علينا من ثنيها وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ولبسنا ثوب عز